الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، tunaendelea na tafsiri ya sura Taha katika aya 123. Tulisoma baada ya kwamba Mwenyezi Mungu amemtakasa na kumchagua Nabii Adam, ijtabahu istafahu, yani ijtiba, yani kwa kumchagua awe ndio kiongozi wa jinsi ya binadamu, na aqwal nzito za kwamba alikuwa mtume basi hakuwa rasul. Thumma ijtabahu rabbuhu, mola wake akamchagua akamteua. Fataba alaihi, katika kumchagua huku kukaambatana na tauba aliyoipata, aliyesamehewa akamsamehe. Wahada, na akamwongoa kwa kumwonyesha njia vile apendavyo Mwenyezi Mungu aishi, kizazi chake waishi. Naam. Halafu qala ihbita, akasema Mwenyezi Mungu akiwapa amri Adam pamoja na partner wake Hawa wa zawju, akiwemo na pia kwa upande wa Adam na wapili upande wa Iblis, ihbita wawili. Na kauli hubut bimaana nuzul, maana moja. Ihbita inzila, anuzul kushuka, hubut ndege ilipotua ile isemi ni الطائرة تنزل تهبط، هبوط الطائرة. na kuruka kinyume cha hubut suud, yas'ad. يصعد إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، kama ilivyo katika aya. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hupanda neno jema na amali salih inainua zaidi kwa haraka ikapeleka, yas'ad. Na kuna ya'ruj, uruj, al-uruj al-mi'raj, nasema Isra al-mi'raj. Miraj ile safari ya kupaa juu, na uruji na kwa hawendi direct, unakwenda kama kwa mzunguko, kwa sio direct, unasema suudi. Kwa hivyo ni dua yako unapoipeleka mbio pamoja na qira al-Quran na dhikri yako kwake, yas'ad, inakwenda direct moja kwa moja, sio kinyume uruji. Yani leo ukiona rocket unaporusha na ndege inapokwenda haiendi moja kwa moja juu, lazima iende kwa angle fulani. Kwa hivyo hubut, ihbita, shukeni chini, na hii dalili ya kuonesha ardhi na hapo alipokuwa katika janna alipowekwa Adam mwanzo, baina yao ni kwamba iko chini na iko juu, ndio kwa maana ikatumika neno ihbita. Qala ihbita minha, min aljanna, kutoka bustani jami'an, ina maana wote walikuwa katika bustani, Adam, Hawa, Iblis, jami'an. Tena mtakuwa hali ya kwamba nini, ba'dhukum li ba'dhin adu, mkawa nini na hali nyinyi ni maadui nyinyi kwa nyinyi. Halafu nasema nini, na tushaelezea ukhasama na al-adawa baina ya Adam na Hawa kwa upande familia ya Adam, na Iblis upande wa pili. Kama Mwenyezi Mungu alivyosema, alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Je, sijakunasihieni na kukupeni ahadi na kukufahamisheni na kukunasihini, alam ahad ilaykum ya bani adam, enyi binadamu, alla ta'budu shaytan, msimwabudu shetani.
Al-ibada kule kumtii kwake kwa kila anachokuamrisha, ikawa wewe unaotekeleza yale ya maasi tu kwa kutendekeza nafsi yako. Nafsi na shetani ni marafiki wakubwa, marafiki wakubwa. Unapokuwa ile nafsi ikaendekeza matamanio, lakini wanakuwa adui wakubwa unapokuwa ile nafsi ikichunga maamrisho ya Allah. Kwa hivyo nafsi, kwa sababu inna nafsa la amaratun bisu. Kwa hivyo hapa kuna uadui uliokuweko baina hao wawili, na Mwenyezi Mungu atuambia, nimekuahidini, nimekuambieni, nimekunasihini katika sura Yasin, alam ahad ilaykum ya bani adam, enyi bani adam, alam ahad ilaykum ya adam alla ta'budu shaitan, msimwabudu. Kuabudu si lazima kuingia msikitini na kusali, hiyo ni ibada, lakini hasa kufanya vile kutokana na kutii kwako kwa kufuata yale maamrisho ya Allah, ndio mkasali na mfanye hivi kama alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hii ndio maana ya ibada. Ibada kama alivyokuja Adi ibn Hatim at-Tai kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuachiwa huru dadake Sulafa, alafu akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtandikia, wakakaa pamoja, akaambia, nyinyi sisi tunamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja, sio kama nyinyi mnavyoabudu makasawisa wenu, mapadri wenu. Ni kama sisi tuabudu, la si wanahalisha wanavyotaka na kuharamisha wanavyotaka. Hiyo ndio ibadatukum lahum, hiyo ndio ibada yenyewe, kwamba vile anakuambia nifanye hiki msifanye hiki, ndio ibada yenyewe. Kwa hivyo hapa anapokuamrisheni mfanye maasi, ndio kuabudu, ndio ikaja la ta'budu shaitan innahu lakum aduun. Hajasema innahu aduun lakum, la lakum kwenu nyinyi hasa bidhat ni aduun mubin, liko wazi kabisa, unaonesha inaonekana sawa uadui wake. Wa an'buduni, na kwamba pia mniabudu mimi, na kisha kuabudu mimi, hadha siratu mustaqim, njia yangu imenyoka hii. Na kama tunavyosoma pia Mwenyezi Mungu anasema katika aya nyingine, msisitizo wa uadui wa shetani uko mwingi katika Qur'ani. Inna shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa, hakika shetani kwa nyinyi ni adui, kwa hivyo mfanyeni kuwa ni adui. Haya, qala habita minha jami'an ba'dhukum li ba'd adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudai fala yadhillu wala yashqa. Naam, fa imma ya'tiyannakum minni huda, na ukikufikieni uongofu kutoka kwangu, uongofu ukija kutoka kwangu, ya'tiyannakum, na utakuja kwa nuni shadda itanuia kwa hakika, ya'tiyannakum minni, kutoka kwangu mimi, sio kutoka kwa mwingine. Yani hidayah kutoka kwangu kwa njia ya nini? Mtume tumemchagua kwa ajili yenu, ambaye atashushiwa wahi kutoka kwa njia ya Jibril. Kwa hivyo ukikujieni fa imma ya'tiyannakum minni huda, hidayah kija, uongofu kija, faman ittaba hudai, ukikujieni kutoka kwangu, basi atakayefuata uongofu wangu. Hudai kisimama unasema faman ittaba hudai, na ukiendelea faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, atakayefuata uongofu wangu basi ajue kwamba hatopotea. Yadhillu dhalal, kupotea. Fala yadhillu wala yashqa, wala hatatabika. Atakayefuata uongofu wangu basi hatopata. Fa imma ya'tiyannakum, yani ikikujieni hudai, hidayah yangu, uongofu wangu, wa huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikikujieni hidayah kutoka kwangu, ndio hiyo katalogi mlioletewa Qur'an Karim. Faman ittaba al-hudaya
Kwa hivyo hudaya imekuja kwa njia ya Mtume Muhammad aliyeshushiwa Qur'an wahi, akakupeni maamrisho, if'al kadha wala taf'al kadha, fanyeni hivi msifanye hivi. Hii hudai anaposema Mwenyezi Mungu, faman ittaba hudaya, aya 123, faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, hatopotea. Na wakasema wengi hii fala yadhillu fi dunya wala yashqa fi al-akhirah. Fala yadhillu, basi hatopotea, ataijua njia kwenda kwa Mola wake. Wala yashqa, wala hatopata mashaka na taabu, wala hatoteswa fi al-akhirah. Bal sayakunu sa'ida, atakuwa katika furaha kabisa. Tunasoma kule, fa amma alladhina su'idu, wale ambao watafurahishwa siku hiyo, watakuwa katika furaha. Fa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha, watakuwa katika janna wakikaa humo milele. Hichi kwa yule ambaye atakayetekeleza akafuata hudaya yangu, hidayah yani hidayah uongofu wangu, akatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu kwa kumfuata mtume na kumwamini, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Hii ndio amri katika hudaya yake Mwenyezi Mungu. Uongofu wake ni kwamba nini? Mwambie Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, kama mnampenda kweli Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi. Yuhibbukum Allah, ilo la mwanzo, Mwenyezi Mungu atakupendeni. Yani mtajifanya mjipendeze kwa kufuata amri yake mpaka kupendeni. Yuhibbu, sio yuhibbukum tu, yuhibbukum Allah. Halafu kisha wayaghfir lakum dhunubakum, anakughfirieni dhambi zenu. Kwa hivyo hapa fala yadhillu, wadhalal huwa upotovu wenyewe, kupotea njia. Khadhalla tariq, amepotea njia. Fala yadhillu, basi hatopotea. Wala duniani, wala yashqa, wala hatotaabika akhira, bali atakuwa min alladhina su'idu, katika wale waliofurahishwa. Lakini sasa ukitizama hapa Mwenyezi Mungu anatuelezea faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, lakini kinyume chake waman a'rada an dhikri, naona aya inafuatia waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Waman a'rada imekuja wa man hapa, faman ittaba kabla yake, sio faman ittaba, sio imetiwa kasra katika nun, faman alaf ittaba, akafuata faman ittaba. Na mwenzie Mwenyezi Mungu anapenda sana kukampea katika nini, ili kila picha inakuwa nzuri sana. Unapokampea baina black and white, the black appears blacker and the white whiter. Unapoweka nyeusi na nyeupe pamoja, basi ile nyeusi unang'ara zaidi weusi wake, na weupe unakuwa weupe zaidi. Hiyo siku zote unapolinganisha utajua aina mbili wako katika hali gani. Faman ittaba hudai, au watu wa peponi, au sio? Wala yadhillu wala yashqa, la duniani hawapotei, wala akhera watu nini, hawatupata mashaka na taabu. Lakini sasa waman a'rada an dhikri, na yule ambaye atakayekwenda, atajiepusha, atakayegeuka kisogo, atageuka akakengeuka. I'rad bimaana kupinga na kukataa na kutokushughulikia, kukataa. Man'arad kule tumeona kule katika aya 100, man a'rada iko kule, man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati wizra, anikataa. وقد آتيناك من لدنا ذكرى, هي ذكرى يا كيبينغا, ذكرى ni onyo, ذكرى ni huda min Allah, ذكرى هي
onyo na uongofu na kila kitu Kwa hivyo ikikataa hapa anakuwa aradha, amepinga, amekataa, amegeuza uso wake kwa kisogo. Anaradha anhu fa innahu yahmil yawm alqiyamah biza, anabeba jukumu zito madhambi yake, ithm makosa yake. Na hapa akasema wa man a'rada, na wa man a'rada faman ittaba, grupu ya mwanzo watu wa peponi, wa man a'rada grupu ya pili watu wa motoni. Kwa hivyo wasema wa man a'rada an dhikri, na yule ambaye atakayejepusha na akapinga mawaidha yangu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, huyu basi kwa yakini, kwa yakini na bila shaka atapata maisha yenye dhanka, yani dhiq shadid, maisha ya dhiki ya hali ya juu kabisa. Naam, duniani ndio duniani. Fa inna lahu ma'ishatan dhanka, atakuwa na maisha ya taabu na shida. Wadhank man arada, man tawalla wastakbar, man arada kwa huyu الذكر طبعا القرآن وشريعة الله أوصيه والهداية هدى يوتي. والضنك ضيق شديد، معيشة الضنك kinyume chake alhayatu tayyiba, maisha mema kinyume chake. Hii itakuwa fi dunia, kinyume chake man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min. Aya kule inasema nini? Inasema aya, man amila salihan, atakayefanya mema, min dhakarin au untha, ikiwa mwanamume au mwanamke, wa huwa mu'min, wema ule ikiambatana kwa ina imani, akiwa katika imani na yeye ni mu'min, basi Mwenyezi Mungu asema falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, maishatan dhanka, tutamhuisha bimaana tutampa uhai, tutamfanya aishi maisha tayyiba, maisha mema. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan, ataishi maisha mazuri kabisa. Na katika maisha ambayo ina tumaanina qalb, utulivu wa moyo, maisha haya ina inshiraha sadr, kifua kupanuka kwa kuweza kustahimili mengi, kufurahia mema na kustahimilia yale maafa yanokupata. Kwa sababu kuna mtu anakula na kwenda benka, tapo mali yote yanafilisika, anapata kihoro, ghafla anapata pigo ghafla, stroke, apeleka hospitali. Na mwingine anakula hasara, yote biadillah, anapotaka Mwenyezi Mungu. Ndio anasema siku zote kwa mfano huu kwamba mali usiweke moyoni, itakupindua, itakupigia stroke ghafla. Ndio maisha dhanka ndio haya, sio asabr ala albala, hilo muhimu sana. Ndio mali weka mkononi kwenye kiganja, ikitoka vipulizi hata chenga zake sibaki, potelea mbali. Inna ma'i Allah, naye Mwenyezi Mungu atakayenipa tena, asi anapata isminan qalb wa inshirah sadr, na kifua chake kinapanuka kwa kuweza kubeba na kustahimili mengi. Kwa hivyo huyu anakuwa tibu nafsi yake inakuwa nzuri kabisa, inakuwa njema. Hadha almu'min alladhi yaishu musalliman li amri Allah, amejisalimisha kwa amri. Idh qala lahu rabbuhu aslim, amri anapewa Nabii Ibrahim, qala aslamtu li rabbil alamin, nimesalimu kwako amri, chochote kinachonijia basi mimi najua min indika, kullu min indillah. Yote iko mema, iko maafa, iko nini, min indillah. Kwa hiyo huyu ndio anakuwa alladhi yusallimu amrahu lillah, basi mtu huyu ndio anakuwa anapata maisha mazuri sana. Akasema pia katika aya hii, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, maisha ya dhiki, tabu. Wa nahshuruhu yawm alqiyamati
a'ma, na huyu siku ya kiyama tutamfufua hali ya kuwa kipofu. Zama tofauti baina aina mbili ya watu. Kwa hivyo tukitazama kama surati al-Kahf nasema waman adhlamu mimman dhukira biayati rabbih fa'arad anha. I'rad, mpinga, kugeuka, kutokutaka, achana nayo, ugeuza uso wako kabisa, wala utaki kushughulikia. Ala, na mtu anageuza hivyo kisha akapa kisogo kile anachoambiwa, anachoelekezewa, inakuwa kama kipofu. Yeye na kipofu kuna tofauti. Ama kageuza uso, hajui kinachotendeka. Kwa hivyo yale yanofuatia katika hidayah anayakosa. Waman adlam, ni nani? Aya ukiona man adlam, je, swala kama hivyo, man adlam, ni nani alikuwa dhalim zaidi min kuliko yule? Yani huyu ndio dhalimu wa kutupwa kabisa, wa mwisho kabisa. Waman adlamu mimman dhukira biayati rabbih, yule anayekumbushwa mawaidha kutoka kwa Mola wake mlezi. Dhukira ya rabbi fa'arad anha, i'rad anha kama man a'rad an zote hizo, akageuka, akajiepusha nayo, akahataki kufuata. Nani basi mwenye alidhulumu nafsi yake kuliko yule mtu ambaye anapewa mawaidha? Fa'arad anha wa nasiya ma qaddamat yada, na yale yatamfanya afanye mambo ya maovu mengi, kwa sababu hajali, yani anajifanyia tu, wala hajali wala haogopi adhabu wala nini. Nasaha zote kuna hatari, kuna moto mkali, hata habari hana. Wa'arad anha wa nasiya, akasahau yale maovu aliyofanya, mikono yake iliyofanya. Wa nasiya ma qaddamat yada, asahau. Kwa hivyo huyu mtu madhaika puza. Sisi basi tunasema inna ja'alna ala qulubihim akinna, tutajalia katika nyoyo zao kama nini, tutaziba kabisa, an yafqahuhu, wasiweza kufahamu kitu. Wa fi adhanihim, na katika masikio yao, waqra, tutaziba, tutatia pazia, tutaziba tundu za masikio yao sisikie. Na wachoni watakuwa mapazia, lakini aya hii hajataja fi adhani waqra. Kwa hivyo ikiwa ameziba hata masikio, wa in tad'uhum ila alhuda, hata ukiwaita katika uongofu, tena kazi ya bure, falan yahtadu idhan, kwa hivyo hawataongoka abada. Kwa hivyo wanaishi maisha ama, na atafufuliwa ama, atafufuliwa kipofu. Kwa hivyo anaipata hidayah kwa Mwenyezi Mungu, kapata hidayah, kaongoka, iko katika kheri kubwa. Na alonyimwa hidayah kwa kutokutaka mwenyewe, alijinyima mwenyewe. Maskini, mpeni pole. Tukienda katika surati Isra ya 97 inasema nini? Katika aya hii ya surati Isra unaona, waman yahdi Allahu fahuwa almuhtad, yule ambaye Mwenyezi Mungu akampa hidayah, basi yule kaongoka. Waman yudlil, na atakayemwacha apotee, falan tajida lahum awliya, hatupata walinzi wala wasaidizi wote, min dunihi ghairi Allah. Hii katika dunia. Sasa katika kufufuliwa na kukusanywa, wa nahshuruhum, na tutakusanya yauma alqiyamati, siku ya kiyama, ala wujuhihim umya, nyuso zao umya, kwa wingi. Man, hapa kaja kwa mtu mmoja, imekuja nini? Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu, yeye yauma alqiyamati a'ma, na kwa wingi umya. Kwa hivyo katika surati ya 97 Isra, wa nahshuruhum yauma alqiyamati ala wujuhihim, katika nyuso zao umya, na upofu. Wa bukma, na ububu katika nyuso zao. Wa sum'a, na uziwi, watakuwa viziwi. Hatari.
nini tena, mawahum jahannam, makazi yao itakuwa jahannam, waliyadhu billah, Allahumma ajirna min nar. Sasa tena basi hata yenyewe kwamba huu moto ukianza kupungua kasi yake na nguvu zake kullama khabat zidnahum sa'ira, unapulizwa. Kwa nini? Si kuna watu waweka mafeni kuchochea makaa ili pate kuwaka uzuri au mpepeo? Huko nini unazidishwa kwa ukali wa automatic ya ile kwa Mwenyezi Mungu mwenye kun fayakunu, na malaika wanachochea, zidnahum sa'ira, tunazidisha kuwaka kwake moto. Sasa huyu mtu kama anavyosema Sheikh Sharawi, nahshurum ala wujuhim umya, hapa ama, lakini amya kwanza alao bado kipofu. Anasema katika aya hii kuelezea kipofu bado hapa, jamani nichukueni kidogo nisogezeni hapo mbele, lakini kwa kipofu. Alafu kisha kuna bukm, ububu, anaweza kupiga kelele akaita mtu aje bure. Ububu unakuwa kwa sababu mtu akiwa bubu alafu kisha summa na kiziwi, la hawezi kusikia maonyo, basi خلاص kishafufuliwa hali ile tena, wala hawezi kupiga kelele njoo nisaidieni, hawezi, sauti hana sauti, bubu hawezi kusikia. Kwa hivyo hali tatu hizi za al-ummi wal-bukm was-sum, summun bukmun ummi fahum la yarji'un, summun bukmun ummi fahum la yaqilun. Aya mbili katika al-Baqara, aya mwanzo na ya katikati aya 148, summun bukmun ummi, kiziwi, bubu, kipofu, hawezi kurudi katika haki, wala yaqilun, hawezi kupima kama wanyama dhadi yan'iqu bima, hawasiki chote ila didaa, ila nini, duaan wa nidaa, piga kelele mbwa baka ameyote anasikia sauti tu basi, lakini aje sauti mnaitwa na bwanangu anakuja mbio, lakini yale mengine yote yaqilun, haingii katika akili. Sasa inakuja jambo jingine sasa, kwamba hal huku kufufuliwa kwake ama upofu wa kweli, ama ama kama kule alivyogeuza uso kwamba ama an hidayah, yakasema haya na haya, lakini wale wasema kwamba la upofu. Sasa kwa nini? Dalili aya inafuatia dalili yake, sema aya inafuatia nasema nini? Waman qala rabbi lima hashartani ama, ewe Mola kwa nini umenifufua nikiwa ni kipofu? Waqad kuntu basira, ilikuwa hali naona duniani. Hissi, hii nini upofu hissi wa kuishi, yani sio kwamba maanawi, kwamba upofu kwamba nini hasikii hidayah nini. Na akajibu qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha, hivyo hivyo kama tulivyokuletea aya zetu ukazikataa, taraktaha ukazipuuza, yani nasili si kusahau hapa, ukapuuza. Wakadhalika alyawma tunsa, na leo wewe pia utapuuza. وبهذا نكتفي، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.